kulazimishwa ni gereza lisilo na furaha. Una uhakika na maneno yako kwamba hutoniacha? Nakupenda. Odi. Karibu. Asante. Shikamoo. Marahaba. Karibu. Habari za leo mama? Nzuri. Karibu. Asante. Mina nimemkuta? Mina hayupo. Ametoka, nimemtuma kaenda kwa mjomba wake. Ila hata chelewa kurudi. Kipindi nakuja huku nilimwambia nitapitia hapa nyumbani. Hata hivyo kuna mzigo nimemletea. Kama utojali mama nikukabidhi wewe. Sawa, haina shida. Sasa mama, hii hapa itakuwa ni kwa ajili yako. Asante. Na hivi hapa utamkabidhi Mina. Asante. Nimwambie umetoka kwa nani? Mwambie zimetoka kwa rafiki yako Chakoda. Asante. Karibu sana babangu. Asante. Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli. Ukaniona dhaifu, maskini wa mjini, ukamini furaha inapatikana kwa mali. Lakini mapenzi sio magari wala nyumba, ni pumzi ya moyo, ni uaminifu wa roho. Hisi ya mapenzi si mali, hata kama sina mali. My feeling, my feeling, my feeling zipo juu yako. Anakuwa hii dunia pesa na vito, lakini roho yako inalia kimya kimya. Yajua thamani ya mapenzi ya kweli, usingefunga moyo kwa minyororo ya mali. Kuna siku tatambua, dhahabu haina joto la moyoni. Mapenzi la kulazimishwa ni gereza lisilo na furaha. Na mapenzi si mali,
hata kama sina dhahabu. Nakupenda kwa roho, sio kwa pochi wala cheo. Shika. Ya nini? Mimi nakukinda, shika. Kwa maana hilo mboli hilo ngwasu. Unajua? Kuna muone kajipendekeza afu bei yake ya kishori. Bei yake ya kimama. Unajua? Afu mimi nikicheki mtaani na kibubu. Na kibubu changu kinasema kinaongea kiko hivi. Unajua? Nikaona mama mtu anatumia kisado, sio kweli maisha sasa hivi, maisha mtandaoni. Ile Instagram, Facebook, TikTok ile. Unajua? Kwa hiyo nimekuzingatia hapa, nimeforce hiyo tumia wewe. Wewe madenge wewe. Hii simu umenunua wewe kweli? Nimekinda, nimeforce nakwambia, yani hapo yenyewe nilikuwa naeka bukubuku kwenye kibuku changu, nimeacha bukubuku. Kimejaa. Alafu muone ile kajirengesha ile bei yake ya kishori na kufusia. Yaani mali halali, mali kumiliki halali ni mimi kwa sababu nishanunua. Na hata aleniuzia sana, hata kusudi yake kantajia. Naona zigizaga. Unapiga zedi ndogo, half keki. Chap. Sodi inatoka. Relax, just to cool. Nisikilize mimi. Kumbe kweli. Yaani hapo shebele, ile masu, unajua ile kabu nyao. Yaani hapo wewe usiwaze, hiyo ya kwako tumia. Unajua mimi na force na kinda kwa sababu nakupenda, I love you so much. Unajua ile mimi sielewi ni gante moja ile na feel sana. Unajua nikicheki paja mtoto paja. Unajua ile ziwa mtoto kama mashau zile wante moja nacharuka, so bange wante moja ile nacharuka, tunajikuta sielewi. Asante kwa simu. Shebele. Yaani unanipambania. Hadi umeletea simu kubwa jamani. Ndio swaza la nimesema nini? Leo mimi nimekuja na zima ngoma kabisa hapa. Mpaka mdai bado hajapotea. Sababu aje. Anashangaa mpaka sasa. Tulieni vijana, tulieni. Yaani chini. Kweni na amani. Sisi sio mapolisi wala maaskari. Kweni na amani kabisa, sawa? Sisi tumetoka kwenye mihangaiko yetu huko. Tumeamua kuja kutuliza akili yetu hapa. Ila tumeelekezwa kwamba Sadari anapatikana hapa. Hapa hamna Sadari hapa. Sisi tumekaa hapa tunaona sema nyimbo kwa hivyo tunataka tuondoke. Sikilizeni niwaambie. Sisi sio watu wabaya. Hizi suti zisiwatishe. Sisi hata bangi moja tutanunua kwa shilingi 10,000. Sio mna wasiwasi kabisa. Blaza, tunavyokuambia ndio hivyo hivyo. Hamna Sadari, hamna nani. Si wenyewe tumekuja tu ndio tumekaa tu hapa kwa sababu tumefuata kivuli. Kwa mwanangu tumeisha mwanangu. Yaani hapa tumeshaisha. Naona simu hiyo anapigia wenzake. Kuwa na amani. Ndio nasikia mwanangu kama kwenye redio. Tuondoke. Yamekuwa hayo tena. Yaani wewe kila ukiniletea kitu unataka kulala huko ndani jamani? Sapo chai nini? Mimi nimekufusia mazingira ile, nimekinda, nimeponda ile, unajua. Ile nikajua nakuja kwa mtu shebele hapa nyenye shajipanga, ishakula mchuzi wa pweza, unajua. Nipo ngabu, yani vitu viko hapa, maji ya shingo. Bwana nisikie nikwambie. Mimi nakuelewa sana unachokizungumza. Lakini kwa leo haiwezekani. Yaani hapa unavyoniona hapa, nataka nitoke. Ila nikiwa sawa, nitakupigia simu uje. Sikiliza sasa, ndo baadaye kama vipi, unajua tuna force hapo nyewe la ushindi tikitaka kama Ronaldo. Hapo nyewe tuna force tu short time dakika ole.
Lakini wewe Madenge, mbona ulivyo na akili zako ni vitu viwili tofauti. Yaani unaonekana una mwili mdogo lakini akili zako ni za kikubwa. Wewe mwenyewe unanijua mwenyewe, unajua? Yaani mimi mfupi tu kwenda juu, lakini chini mwenyewe unajua mimi mrefu. Unajua ile nipo ng'asu, nipo shebele, nipo high quality, ni classic kila kitu. Wewe vipi? Yaani kama nilivyokuambia hapa, nataka nitoke. Ile kazi ambayo nilikwambia hivi nimepata ndio nataka niende nikaangalie. Kwa mambo yakiwa sawa mimi nitakupigia simu uje. Sasa utanipigiaje simu apate telefoni mimi sina. Baridi sio swala kama vipi nikinde kisoswadu chako leo baridi baadaye leo kishageuka. Nitaongea tu. Yaani wewe una uwezo wa kununua hiyo simu kubwa. Hata kidogo, yaani kidogo uweze kununua. Unaona maajabu. Makubwa mwenzangu. Ulaya mjini shoga yangu. Ukilipa kodi, ukilipa sungusungu, ukilipa takataka, we mwanamke shoga yangu. Sawa? Kodi sidai mwali, shalipa kwa mwenye nyumba. Shoga yangu nisicheke kisa nini? Maana nina langu limenika hapa. Udugu wangu nimesikia jambo. Hebu kwanza nipe mkono. Nimesikia shoga yangu. Nimesikia jirani yetu. Hapa na pale. Kaenda sehemu fulani. Mali nimesikia jambo la kuku limeisha wapi? Udugu wangu. Nilipotoka pale Madengo nibia huko kwangu hengelengele kwenda kwa mganga. Ndio mwali. Kwenda kwa mganga pale haya. Mganga sasa nimekuona. Ndio. Haya. Kuna shariti. Unatakiwa ulete kuku mwekundu. Jogo. Wewe mpoteza kuku. Tena upeleke kuku. Mbona makubwa? Akasema kuku jogo mwekundu kaambia nini? Shariti sitaliweza. Akaniambia kama uliweza kuna shariti lingine. Utaliweza na shariti? Shoga yangu, hiyo shariti. Ndio. Haitakuwa na mimi. Waganga wa mjini wanajaa. Kumbe sio mjini huyo. Wewe wapi? Na Nchichila. Sio kwamba mimi nashinda kununua kisoswadu limboli mimi dakika auto nikiingia rodi na kinda dakika osu na shule hapo mimi narudi na kisoswadu. Sema nini? Hapa mimi sielewi. Unajua wewe ni fosie wewe. Baadaye tukishamalizana mimi nakurudishia kisoswadu. Mimi kisoswadu changu siwezi kukupa. Kanunue ndogo. Ila unasikia? Nitampigia rafiki yako namba yake ninayo. Mimi sina rafiki wa kweli, mimi mwenyewe wanted tu. Unajua wale wengine rafiki wa kuda tu wanafiki tu. Unajua mimi naishi nao tu. Yaani hamna rafiki wangu hata mmoja wa kumwamini. Sikiliza, mimi jioni naibuka. Nimekwambia hivi. Kama hivi kwa mfano kama nikichelewa kurudi, mimi naenda kufuatilia ile kazi ambayo nilikwambia kipindi kile. Sasa nikichelewa kurudi, Feli. Sema baridi sio swala. Mimi jioni leo au kesho asubuhi mimi naibuka hapa au vipi? Sawa. Kila sometimes unazingua. Sio nazingua, ni believe. That is always kwamba mimi nakupenda. Maana ni sure. Too much sadness. Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli. Ukaniona dhaifu, maskini wa mjini, ukamini furaha inapatikana kwa mali. Lakini mapenzi sio magari wala nyumba, ni pumzi ya moyo, ni uaminifu wa roho. Mama Shura limemkuta janga. Katika kumkuta janga, mume alikuwa pale ndani. Upo? Nikampeleka pale. Umeona yule mume? Umeona shavu lile? Unaona mama vijora vipya vinavaliwa pale, umeviona? Alikuwa anakaa hapo kuku ambaye kuku mdondo. Asa shoga yangu. Mimi ile nilikuwa silijua. Unaona Mama Shura siku hizo toka ndani. Kutwa kwetu yupo ndani. Mtoto hakika anapendeza, yani anang'aa, mumewe amerudi. Hadija ulienda au kunishausha mimi tu? Mimi sio shida zangu, nimeenda shoga yangu na hapo nasubirisha mambo yangu anyoke naenda tena. Kile kimganga mkanye kile kidogodogo. Ni kibebe mimi. We, sikushike bega mie kuumwa. Mwali we. Ndogo na mwana wewe. Kile unachokiona wewe hivi. Ndogo. Mimi jambo langu taenda bana. Wewe unakwenda wapi bana?
Sikilizeni, si mnishawishi mimi hapa, nyie mjenda kufanya pale, afu baadaye mje mnicheke. Na mganga. Samanini nyie. Yule ndo Selemani. Fupi kwenda juu, mrefu kwenda chini. Hebu endelea. Ndio nakaa mwali, lakini jambo ndio hilo. Yaani ufanye kulishughulikia. Yaani ukweli ndio. Yule anatibu, yule ana dawa. Mwenzako ni mioga tena. Jambo hilo hilo tu. Mambo mepesi hayo. Sasa gangu inaniambia mimi utaingia. Si ningeshapitaga hayo. Sasa sinaogopa. Kisa mfupi. Angekuwa mrefu, angeenda naye. Yule anajua dawa. Baby. Naam. Unajua ni kwa kiasi gani ninavyokupenda na jinsi ninavyokupambania. Ile simu sana nilikuahidi ndio hapa nimekuletea. Asante sana mpenzi wangu. Najua unanipambania, unanijali, unanisamini na kusamini kwa sababu ya upendo wetu. Na nakuahidi siwezi kukupoteza, siwezi kukuacha. Nitafanya kila kitu, tutaenda sawa. Sijui umenielewa? Utakuwa umeniokoa vitu vingi sana kwa sababu na nyimbo zangu. Utakuwa umenisupport kwa sababu nitatuma mtandaoni, watu watapost vitu, utapost na mpenzi wangu. Na nitakupiga picha, nitakusave kwenye simu. Nakupenda sana. Nashukuru kwa hilo baby. Lakini hii simu nisije nikakuta picha ya mwanamke yoyote humo, zaidi nikute picha yangu peke yake. Umenielewa? Basi sawa, ngoja nipo barabarani nikachukue nyimbo zangu ili nitume ni post vitu. Kwa utakuja baadaye. Karibuni. Huyo si. Sasa tuna mazungumzo na wewe kidogo. Mazungumzo gani brother? Usiwe na wasiwasi, relax tu. Wewe relax. Baby, Unawafahamu hawa? Siwajui. Samahani, kwani amefanya nini? Wewe usiwe na wasiwasi. Anakuja sasa hivi. Sawa. Kwani kuna shida gani? Hakuna shida, narudi kwa Unampeleka wapi mpenzi wangu lakini? Anarudi. Shaka. Ashokuja. Nadhani umesikia alichokizungumza babu, na kama hujaelewa nitanukuu alichokizungumza. Amesema hivi, hilo zoezi lako la wewe kuwa diwani linawezekana, lakini zinahitajika damu za bikira 7. Damu za watu bikira 7? Sasa mimi nazipata wapi? Wanahitajika wasichana 7 ambao ni bikira. Mimi nazipata wapi sasa? Mimi sijui, hapo utajua mwenyewe unazipataje. Lakini sawa, kwa sababu nia ninayo, nipo tayari kwa lolote lile. Nitapambana mpaka niweze kufanikisha katika hilo. Kama niliweza wakati ninagombea wenyekiti, basi na hata hili inawezekana. Sawa, kama uko tayari tuanze dawa. Nipo tayari kwa lolote lile. Shaka. Mungu amerudi.
Pale kitandani nimekuwekea mzigo wako, umeuona? Nimeona, asante. Mzigo unaletwa na Mr. Chakoda. Ndio kaniletea. Sasa mwanangu, acha tuzungumze. Amani ya mapenzi sababu sina pesa, wanakuja na pesa. Hivi Mr. Chakoda ni rafiki tu au kuna mambo mengine? Rafiki yangu kweli mama, hakuna kingine kinachoendelea. Hizo ni mbinu tu za wanaume wanaume. Rafiki tu ndio kuletea mazawadi yote. Sasa mwanangu, huyu ndio mwanaume. Huyu ndio mwanaume atakayekufaa wewe. Mchunguze kwanza. Mchunguze, ukishajua tabia zake tu, akiwa na tabia nzuri, mwambie alete barua, jambo liwe. Achana na yule mwenye vilasta, mshona viatu, hata kusaidia chochote mwanangu. Mr. Chakoda ndio mwanaume. Unaona alivyoshuka hapo kwenye gari? Yaani nakutasema mtoto wa Mama Samia Abdul. Unang'ang'ania vilasta. Atakusaidia nini? Yaani mama bwana. Mama nini tena? Ndio unaondoka? Unanizarau wewe? Unanizarau kwa ajili ya yule vilasta? Zawadi. Abe. Jo. Ndio aliyokuibia simu? Hapana, sio. Mwangalie vizuri. Yaani mtu mwenye mfupi hivi. Kichani ana nywele nyingi. Hana dread kama huyu. So simama juu. Simu umepata wapi? Amkunipa nafasi ya kuongea toka kule, kwa siwezi kuongea chochote hapa. Unafanya kazi gani? Mimi ni mwanamuziki. Hiyo simu umepata wapi? Pale mliponikuta ndo kwa mama mtu wangu, na simu ameninunulia mama mtu wangu. Ina maana unataka kuniambia kwamba muziki wako haujakulipa na wala haukulipi mpaka wewe unalelewa na wanawake? Hapana, sijampata bosi wa kunisimamia na kunisupport pia kwenye muziki wangu. Shamba kumbe? Ndio, sijatoka bado. Sisi hatuna shida na wewe. Sisi tumeshapata simu yetu. Ila tutachukua mawasiliano yako. Kama kweli unajua kuimba muziki vizuri, tutakupeleka sehemu ukasimamiwe na unaweza ukaja kuwa msanii mkubwa. Sawa. Taja namba. 06 88 59 17 15. Sawa, unaweza kaenda. Hata nikatoka nje siwezi kupakumbuka. Basi tutakupeleka mpaka utakapoona ni sawa. Utakapoona utapakumbuka nyumbani ili ufike, sawa? Sawa. Hawahi kurudi, sawa? Hilo usisahau kupika wali nyama leo. Usisahau kuchukua na matunda, sawa? Sawa. Ondoke. Baadaye shemeji. sawa.
wajue wa pekee, wajue wa pekee. Sina gal, sina mali, sina gal, sina mali, bila we misilal, bila we misilal. Wajue wa pekee, wajue wa pekee. Sina gal, sina mali, sina gal, sina mali, bila we misilal, bila we misilal. Pala la 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 la, pala la 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 la. Wana bonge la ngoma ile hapo, unaonaje? Hey, bonge la ngoma ile baby. Kiukweli baby, toka asubuhi nilikumisi. Toka asubuhi nilikumisi. Saa 1 ola hujatokea, saa 2, saa 3, saa 4, mpaka saa 12. Si unajua mimi nisipoiona sura yako sina hali, dhaifu hali juu yako baby. Napenda kipindi chako kinanichanganya. Napenda. Unapokea simu? Achana naye, endelee tu na mawazo yako. Kivipi sasa niachane naye wakati mtu anapiga? Nataka kuongea naye. Mwache tu. Achana naye, endelee kuongea. Halo mrembo. Mwanamke wa ndoto zangu. Upo wapi? Gana. Mina? Halo. Niambie kipenzi. Upo wapi? Niko na boyfriend wangu. Sorry. Nilikuwa sikutambua kama upo hapo. Basi naomba ukitoka unifahamishe na mazungumzo muhimu sana na wewe. Sawa. Okay, baadaye. Mwenyekiti, kazi nyingi umenipa kutoka kwako, lakini kwa hii kazi ni ngumu kwangu. Tumia akili. Hebu mambo mangapi unayafanya mimi nakusaidia? Unakamatwa na polisi, unakamatwa na bangi, unawekwa ndani, mimi nakuja kukutoa. Lakini mwenyekiti, unatambua ukubwa wa kazi ambayo umenipa? Na ndio maana najua ni bana ngakuita. Na hakuna mtu mwingine ninayojua anaweza kufanya kazi yangu zaidi ya wewe. Hebu tambua, usameni wa kwangu mimi kwa jinsi ninapokubeba wewe. Hiyo utashindwa kufanya kazi yangu? Nataka kabla kampeni au chaguzi kufika, nataka wewe jambo limeshakamilika. Na lingine nitapofanikisha, naamini kuna jambo yaani utakuwa karibu zaidi, kama tofauti na wakati nipo mwenyekiti. Utakuwa karibu sana na mimi. Hacha hivyo. Pia kuna kiwango cha pesa nyingi sana nitakupatia. Vitu vingapi nakwambia? Vitu vingapi na kuelekeza afu na kupatia? Kuna jambo lolote nishakwambia?
nikakuahidi nikashindwa kutimiza? Naomba ukamilishe kazi yangu. Ukisha kukamilisha uone mimi nini nitafanya. Sawa. Hivyo vifaa je, napataje? Kila kitu kipo sawa. Angalizi mkubwa. Umoja usifikie makao makuu. Kinachotakiwa ni kitu kimoja tu. Ni shida yangu. Umeelewa? Sawa. Zingatia sana. Zingatia sana. Mwanamke wa ndoto zake. Amekuita mrembo. Kweli wewe ni mrembo. Kweli wewe ni mrembo. Na kila mwanaume ambaye ukipita mbele yake atakutamani kwa urembo wako. Lakini sitaki kuamini hiki ambacho nakiona. Sitaki. Nilikuwa siamini kama naweza mbele niweza nikapata pigo kama hili. Lakini ulinipa ahadi nyingi. Uliniahidi kila kitu. Ukasema kwamba utakuwa na mimi siku zote ya maisha yangu. Utanijali, utanilinda na kunithamini. Lakini pia ukasema utaruhusu machozi yatiririke kwenye mashavu yangu na kuidondoka chini ya ardhi, isipokuwa utayakinga kwa mikono yako ili asianguke ardhini. Leo kiko wapi Mina? Zile ahadi zako ziko wapi? Unaweza ukaniambia namba zako za simu umezipata? Namba yangu mama ndo ananipatia. Nishakwambiaga kwamba mama yako si mtu mzuri kwenye mapenzi yetu. Matokeo ya haya ambayo leo amejitokeza nilianza kuyafahamu. Mina, naomba uende. Mina, naomba uende. Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli. Ukaniona dhaifu, maskini wa mjini, ukamini furaha inapatikana kwa mali. Lakini mapenzi sio magari wala nyumba. Ni uaminifu wa roho. Hii ya mapenzi si mali, hata kama sina mali. My feeling, my feeling, my
yuko juu yako. Amekuwa hii dunia pesa na vito, lakini roho yako inalia kimya kimya. Yajua thamani ya mapenzi ya kweli, usingefunga moyo kwa minyororo ya mali. Kuna siku tatambua dhahabu haina joto la moyoni. Kumchela mwenga tanda la jira mbio la mpeto. Mama, hilo swala lako linawezekana, lakini tu pale utakapofuata masharti yetu. Nitakugaia dawa ambayo inaitwa limbwata, na hiyo dawa utamwekea katika chakula chake. Atakapokula tu hicho chakula, kazi yako itakopa imeisha. Masuala mengine yote atayaongea yeye. Vipi kuhusu wewe? Mambo yako yako sawa? Namshukuru Mungu anaendelea sawa. Mbona babu sijamuona? Babu kaenda kufuata dawa. Sawa. Nitakipataje kisiwa kile? Ujue maji kuogelea, ujue maji kuogelea. Nitakipataje kisiwa kile? Ujue maji kuogelea, ujue maji kuogelea. Nitakipataje kisiwa kile? Ujue maji kuogelea, ujue maji kuogelea. Nitakipataje kisiwa kile? Shemeji, umefuata nini kwa mganga? Mimi nimekuja kwa swala langu lile la kuku nilioibiwa. Kuku tu ndo anakufanya uje kwa mganga? Si bora ungeenda kwa mjumbe au polisi kufuatilia ili upate haki yako. Haitawezekana kwa sababu hao wajifanya kichaa na mimi kichaa zaidi. Lazima kuku wangu alipe ng'ombe mzima. Haya, niambie shemeji, na hapo umefuata nini? Hayo ni mambo yangu binafsi shemu. Yangekuwa yanakuhusu ningekuambia tangia nyumbani. Yamekuwa hayo. Naam. Unaweza ukaingia. Sasa. Unaona muda huu inabidi uondoke. Hata siondoki na hapa hapa. Sasa unalaje hapa? Unataka nini? Au hujui kama wewe mwanafunzi unataka unalete wazee hapa au? Kwa sababu wanafunzi wangu sijali, asubuhi naamka, najiandaa hapa na naenda shule. Unamjua kabisa mama yako. Akiona leo uonekane anazurura mtaa mzima kusaka. Kuhusu mamangu hata sijali. Arudi. Na wenyewe alivyoondoka msimu anaweza akarudi au asiu. Alafu dada yako. Dada yangu hatayo. Kasafiri kaenda kwa bibi afu mwenyewe kulala pale nyumbani peke yangu. Jao, kati wewe upo. Sio tu jao. Mimi sitaki mambo mengi hapa. Leo nilete ngoma hapa pila te uwanjani hapa. Sarau, unajua fezea sitaki. Sikia baridi, mimi nazima ngoma sasa. Ila ukilala hapa unajua ile mazingira chips mimi sina. Lazima jioni lazima ile uamshe utoe kitu. Naelewa? Poa. Mimi naingia juu naenda na force huko. Nikirudi hapa naenda na mazingira unatoa kitu. Sema kwa sababu mazingira nini wewe kama ukitaka kepe nenda kuchufusia juu. Unajua hapa ile kindaponda lakini ile. Poa. Sisi ila mtu wewe uangoni nje nikaforce. Dada, unaweza kutupisha kidogo mara moja niongee na mganga? Kwa mfano usingemkuta huyu, ukanikuta mimi. Ungemueleza nani shida yako? Shida yangu mimi ni kuna mwanamke nampenda sana. Ila kila nikimpata anielewi, ananichuna tu. Kwa nahitaji kumpata yule mwanamke. Ndio maana nimekuja kwa mganga. Tatizo lako ni dogo sana. Alafu ulikuwa unashindwa kuliongea. Nitakupa dawa. Hii dawa inaitwa ulimi. Utaiweka chini ya ulimi na masharti yake
utakapotoka nyumbani kwako hakuna kuongea na mtu yoyote yule wala kusalimiana na mtu yoyote yule njiani mpaka utakapofika kwa mlengwa. Na utakapofika kwa mlengwa ndio utaitikia salamu ya mlengwa. Kama ataanza kukusalimia ndipo utakapoanza kuzungumza manuizi uliyonuia katika dawa yako. Na utakapozungumza kabla hujamaliza yeye ataendeleza na atajilegeza yeye mwenyewe. Kwa hiyo hapo kazi yako itakopo imeisha. Ila hii dawa ni shilingi 50,000 ambayo unatakiwa uiache hapa. Na utakapofanikiwa lengo lako utajua wewe mwenyewe unaleta nini. Mane. Ona sasa hivi kama mnacheza na maisha. Hii ni wiki sasa inaenda. Mzigo hujapatikana. Jeff. Mzigo upo wapi? Chenjeo. Mzigo upo wapi? Shape. Tunafeli wapi? Au mnataka kuniambia kati yetu kuna mtu msaliti, si ndio? Oa jamani, yale sio madawa, yale madini. Oa mimi nagharimu sana maisha yangu ujue, alafu nyewe mnachukulia poa. Nisikilizeni. Kule alipokuwa Asmani, naomba nendeni mkamuulize vizuri. Akishindwa kutoa ushirikiano, muweni tu. Kwa sababu hatuwezi kukaa na watu wengi alafu tunakuwa wazembe. Bora tuanze kuuana mdogo mdogo. Bora tubaki wawili. Yale madini ujue msichukulie poa. Mama, swala lako kama sio ngeni. Kama ushawahi kuja, lakini sikumbuki kama tushawahi kukuhudumia. Ni sawa, nimekuja kwa sababu ya ile kuku. Wewe ndio yule ulomjibu maneno mabaya babu? Ndiyo, nililopoka tu kujua kama nitaongea maneno kama hayo. Kwa mganga ni sehemu ya siri sana. Na unapotoka kuja huku sio namwambia mtu. Ndio maana masharti yanakuwa magumu. Je, ulishindwa masharti? Saita aliniambia mganga ili tulishindana nao. Kwa hiyo mmekuja tena kwa swala lako hilo la kuku? Hapana, nimekuja kwa swala la mume wangu. Mume wangu anasema anaenda kazini, kumbe anaenda kwa mwanamke mwingine. Kwa hiyo nimekuja hapa ili swala nilikomeshe kabisa. Sawa. Ila sisi hatuwezi kukuhudumia mpaka awe mwenyewe babu, au njoo kesho asubuhi. Ni sawa. Mr. Tembo anasumbua. Ananipigia simu hela ipo mfuko wa shati. Alafu nyinyi ndo mlitoka hapa mkaenda kuchukua mzigo. Upo wapi? Kwa hilo tutaliangalia na tutalichukulia kwa uangalifu, kwa makini zaidi. Na pia hakuna uzembe utakayejitokeza tena kama nilivyokuambia. Na pia kunywa mchuzi, nyama ziko chini. Unaongea nini wewe? Itajitokeza wakati mzigo umepotea. Mzigo urudi hapa ndo zungumze maneno hayo. Mzigo hauonekani afu unaniambia haitojitokeza. Yaani unachukulia poa, si ndio? Unachukulia poa.
Oya, kwani siwalipi? Oya, ambao ikifika mwisho wa mwezi mnadai pesa zenu. Mbona tukipiga dili mnataka pesa zenu? Oya, tutauana ujue. Tutauana. Nataka mzigo wangu. Mr. Chakoda. Labda niseme jambo moja. Uwaga tupingi kauli yako. Kwa kile unachosema wewe, sisi huwa tunafuata. Sasa basi, ifikapo kesho asubuhi na mapema, tutaingia kwenda kwa Asumani. Tutamuuliza kwa mara ya mwisho. Akishindwa kutoa majibu sahihi, tutafuata adhabu yako unasema. Sawa ze? Sawa. Ila kama nilivyokuambia, kuna mteja wetu amenipigia simu. Anataka nimpelekee mzigo mapema. Na pesa yake ipo mfuko wa shati. Hivyo basi, mimi kesho asubuhi sitokwenda kwa Asumani. Nitaenda kukutana na bosi. Baada hapo nitafanya naye biashara. Ila nyinyi mliokuwepo mnapaswa kwenda kwa Asumani. Sawa. Sawa? Sawa. Shemeji. Naam shemeji. Toka mara moja. Shida nini shemeji? Mbona usiku sana? Nimerudi kwa mangeko yangu. Nimeingia kuangalia watoto. Sijamwona Aziza. Kwa sababu yule mwenzie nimepeleka bibi yake. Au Aziza alipoondoka kakuaga au kaenda wapi? Na maana Aziza hayupo mpaka sasa hivi? Wala singekuja kukuuliza. Sasa hapo shemeji, naona huyu mtoto ashashindikana kabisa. Ucha kufanya huyu. Subiri ifike asubuhi. Maana sasa hivi muda ushaenda sana usiku. Sasa hivi saa 8 sasa hivi. Muda ushaenda sana. Kwa cha kufanya shemeji, wewe tusubiri ikifika asubuhi ndo tutajua jinsi ya kufanya. Kwa sasa hivi naomba kalale shemeji. Ila tukishampata yule mtoto, tutakae naye chini, tutaongea naye. Maana yule mtoto atakavyoendelea hivi atatuletea matatizo baadaye. Yule mtoto muda ndio kwa muda umeenda. Leo inanyuma mwanangu. Mpaka sasa hivi mtoto hayupo. Ni kweli muda umeenda shemeji. Lakini cha kufanya hapa sasa hivi ni kalale tu. Usiku sasa hivi utaenda wapi? Kwa hiyo utaenda kumtafutia wapi? Kwa hiyo ulivudi hata hujaangalia watoto wa malala hawajalala. Atakuta hujaita. Sijaona. Mimi nimeona kimya hapo, muda nimerudi, muda ushaenda. Nikajua labda wewe mwenyewe uko ndani. Shemeji nipo ndani, mimi unanitaga shemeji? Mimi nakuikita. Wewe kuita mara moja? Kwa muda nilorudi ulikuwa muda ushaenda sana. Nikaona nitakusumbua labda ukilala. Ingia zangu ndani kulala. Kwa cha kufanya tusubiri tu asubuhi. Sawa shemeji? Sawa. Sawa. Nizitekesia zangu mimi ukiniacha tambuka. Nizitekesia zangu mimi ukiniacha tambuka. Umeuteka moyo wangu mtima ukiubwaga nitakufa. Umeuteka moyo wangu mtima ukiubwaga nitakufa. Umezitekesia zangu mimi ukiniacha tambuka. Umezitekesia zangu mimi ukiniacha tambuka. Umeuteka moyo wangu mtima ukiubwaga nitakufa. Umeuteka moyo wangu mtima ukiubwaga nitakufa. Ona mtoto kayapenda maisha yangu, kaupenda mziki wangu. Mtoto kabilivu life yangu, kabilivu mziki wangu.
Nikasema yuko tayari kuwa nami kwa yoyote hali. Niwe na pesa nsiwe na pesa, kachasema wala tojali. Kama pesa tutazisaka wote mimi na yeye. Kama pesa tutatafuta wote mimi na Vipi, mbona unalala sasa? Mimi nimechoka. Umechoka nini? Ushakula vyangu hapo unasema umechoka. Wewe. Mama nimechoka. Nikwambia uingie kwenu ukakataa. Sasa sikia, yani hapa mpaka asubuhi. Usinitenge mrembo. Nisitekesia zangu mimi ukiniacha nitaumbuka. Nisitekesia zangu mimi ukiniacha nitaumbuka. Umeuteka moyo wangu. Karibuni. Asante. Asante. Yali vipi? Sisi tumekuja. Namtafuta mtoto wetu. Nani? Aziza. Aziza. Rafiki yake na mwanawe. Kwa hiyo mlifanya utaratibu gani? Agia amelala na mwanawe, lakini mwanawe ndo rafiki yake. Sina uhakika kama Milana. Sema kwa vile naye naona huyu anarudi mwanangu. Shikamo. Marahaba. Jambo. Shikamoo baba. Marahaba. Karibu. Asante. Eti mwanangu, wewe kumwona Aziza? Leo nimemwona. Umemwona wapi? Tulikuwa wote shule. Na sasa hivi kaondoka wapi? Tumeachana hapo, yeye kaenda nyumbani, mimi nirudi. Kwa hiyo Aziza kaenda nyumbani. Umemwacha wapi hapo kona? Afadhali. Nashukuru sana babangu. Nashukuru. Ndio kulea huko mama. Tunashukuru kwa ushirikiano wenu. Vizuri alikolala. Sawa babangu. Unajua tuna watoto hawa. Karibuni. Haya asante. Nawe mama. Begi zito hilo. Haya, lete nikupokee. Mapenzi hisia zinazochoma moyoni ukitenda nakosa thamani ya mapenzi, sababu sina pesa, wanakuja na pesa wakuteke. Usiniache peke yangu niteseke, nitaumia, nitabaki mpweke. Mai, njoo ule chakula tayari. Njoo ule kabla ya kuondoka. Zawadi kipenzi. Mbona leo umenipikia mboga moja? Shida ni nini? Mboga ya majani nimetafuta pote sijapata. Mboga ya majani leo hamna. Ya labda kwa kesho. Kwa leo kule hiyo. Sawa. Kwa kuwa umetaka wewe, nitakula tu. Unajua kipenzi changu Zawadi. Zawadi ni mtu niliopewa na Mungu. Jina lako ndio thamani yangu kwako. Nakupenda sana. Mapenzi yananitesa moyoni, nimekupa roho yangu ya dhati. Halo? Ndio? Sawa, nimekuelewa. Nitakuja sasa hivi. Sawa. Nimekuelewa, nakuja sasa hivi. Haya, sawa. Okay. Baby, kuna dharura imejitokeza. Nimepigiwa simu ya kule kazini. Kwa hiyo siwezi kula tena. Nikirudi nitakula.
japo sijajua kama nikienda nitarudi au sitorudi. Sasa ungekula hata vijiko viwili tu jamani. Siwezi kula tena kwa sababu nimepigiwa simu ya dharura kule kazini. Maana ninapoenda sijui kama nitarudi au sitorudi. Ila kiweke kichakula nitakula baadaye bibi. Basi hata kijiko kimoja tu angalau nione umekula. Kijiko kimoja tu. Usijali. Sawa. Sawa. Oh baby my feeling, usiniache peke yangu niteseke. Niteseke. Naumia. My feeling. Sitaki kubaki mpweke. Shemeji. Naam shemeji. Tumetoka huko kwa mtoto nyumbani. Kwa hiyo nimrudi nyumbani naingia ndani. Sijakuta madaftari wala uniform. Sasa nakuomba shemeji twende tukamtafuta yule mtoto. Shemeji. Hilo neno kumuita yule mtoto mdogo toa kabisa. Yule sio mtoto mdogo, ni mtu mzima. Ndio maana mpaka sasa hivi haonekani. Kocha kufanya shemeji. Wewe kama unaenda kumtafuta kamtafute. Ikishindikana uende hata polisi ukatoe ripoti. Kwa sababu mimi hapa na ahadi na mtu muhimu sana. Na inabidi nikutane naye niongee naye. Kwa shemeji cha kufanya, wewe kamtafute kama unaenda kutafuta. Kwa hiyo ahadi yako wewe ndio umefanya usimtafute mtoto kaka yako. Wewe shemeji anakuwa roho mbaya kama hiyo wewe. Yule mtoto kaka yako ujue yule. Kwa nini unafanya hivyo? Yule mpaka sasa hivi anajielewa. Kwa anajua anachokifanya, anajua kizuri kipi kibaya kipi. Kwa anajielewa. Ndio maana akatoka. Kwa ni hivyo shemeji. Wewe kama unamfuata au unaenda kumtafuta kamtafute. Yaani babake mwenyewe huyo ndo hata eleweki. Unaambia kutafuta na mambo mengine. Yaani sijui nifanyaje sijui. Yaani mtoto anachanganya kabisa akili yangu hapa. Na sijui Mr. Chakoda akijua itakuwaje. Itakuwa sio tatizo. Mimi naona ni bora apate taarifa. Maana asipopata taarifa itakuwa ni mbaya zaidi. Ni bora apate taarifa akijua kilichotokea. Je, atatuelewa?
Zungumza. Dada, naomba utupishe kidogo na mazungumzo. Hello, Kali. Chokuitia, kuna kitu nataka nikuambie cha muhimu sana. Kwa hiyo usiwe na haraka wala nini. Hiyo nakutaka kuongea kitu. Inabidi uwe mwazi. Najua kwamba unanipenda. Najua kwamba unanitaka. Si ndio hivyo? Au mimi napoka? Na ni kweli nakupenda. Kweli. Kitu gani unaweza kumkuza yule dada wewe kwenye ofisi yake? Mwenye hapa na pia hesabu yake. Kitu gani ambacho hakijui? Tunataka kuongea. Au nai? Au uongo? Shoga yangu mguu huu nitoka kutafuta Aziza. Hivyo nimetoka shuleni. Nimeenda kule masomo anahudhuria kama kawaida. Lakini nyumbani mwanangu halali. Nashangaa Aziza analala wapi? Umeelewa shoga yangu? Hapa nimechoka kabisa. Ndugu yangu pole. Aziza mimi mkutana naye hapo, nimemwona hapo kwa Abduli, anatoka chooni kuoga, anaingia ndani kwa Abduli. Aziza mwanangu mimi yule. Shoga yangu mtoto ananipeleka peleka huyo mtoto sina tala naye. Sasa mimi nasemaje? Nipeleke huko kwa Abduli. Nikamwonyeshe mziki huyo, anijui kama mimi ni nani. Mimi ninakupeleka. Maana nilivyomuona roho na mimi imeniuma. Akasema huyu mtoto. Kwa hiyo mimi ninakupeleka. Lakini tungeenda kwenye vyombo vya sheria kwanza. Shoga tupate mjumbe. Twende serikali ya mtaa. Waje wamkamate. Shoga yangu sio kama mtaa wa nini? Mimi mwenyewe nayaweza. Hayo sio kama mtaa wa nini shoga yangu? Hii bibi kama unayaweza hebu twende. Kama mtumbua vipi? Mama nipeleke tondoka. Na natamani uwe mke wangu kabisa nikuoe. Sikia nikwambie. Labda nikwambie maana hapa nina haraka. Nilikuja tu kwa vile ndo tulishapanga tokea muda. Uko nyumbani huko? Nimeacha mashabiki wenzangu kwa msubiri. Yaani mambo bila mimi huko hayaendi. Sikia nikwambie. Hivi kazi gani? Mimi Tani boy. Kazi gani? Tani boy. Peleza. Hapana, sio pendo hilo la. Niko kwenye magari makubwa yale. Nakwenda mikoani au nje ya nchi, Kongo wapi? Zangu. Kwa nakuwa na kakaangu, naweza safari naye na kuwa pembeni kama msaidizi wake. Ila kwa leo amepata dai waka, ametoka. Kwa ndo maana unaniona hapa sijatoka leo. Sasa nikwambie. Swala la Asmani hatujaweza kufanikiwa, ila katika upelelezi wetu tumegundua bado yuko mtaani bado anarandaranda. Ila tunaomba muda. Tuna hakika ulichotuagiza tutakitekeleza na tutamtia nguvuni. Pia tunaomba tuamini kama unavyotuamini kila siku. Ili swala lazima tutatimiza na tutamleta kwako. Tunaomba tu tupe muda.
ninachohitaji hili jambo lifike mwisho. Nahitaji mniambie ni lini au muda gani mtakuwa mmelimaliza hili jambo. Sitotaka tena kila siku niwe nawauliza imekuwaje. Hiyo sitaki tena. Nataka mniambie hii jambo ikifika siku fulani tutakuwa tumelimaliza. Tupe siku 3 boss. Kuanzia leo. Sasa tutaanza kesho. Haina shida boss. Tutatimiza ulichotuagiza. Vipi hali? Eti mwenye chumba hiki tumemkuta? Mwenye chumba hiko ametoka. Katoka sasa hivi au? Kama dakika 2 zilizopita ametoka na mwanamke wake. Umeona sasa? Mimi nimekwambia, mimi Aziza nimemuona anaingia chumba hiki. Umepata uhakika? Niwaambie nyinyi akina nani? Tumwambie chochote kakaangu. Mpaka sisi tutafika hapa. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Naikumbuka vizuri. Niko mabeja. 5. Unganipa shinga? Kakupa buku 4. Tena kubebe ya? 1. Na hapo umeniita. Sawa. Kwa hiyo yani umenipangilia mimi mwenyewe. Yaani nimegera shinga hapo. Dada. Bia bei gani eti? 2. Sawa. Na kununulia bia 5. Nikwambie. Kwa sababu nina haraka. Yeah. Nina mambo mengi. Siku nyingine si vipo. Nikwambie. Hii si bia moja. Pale si baki 4. Baki 4. Champa hila. Nakula ile shilingi 8. Nijie. Afu kisha nigele shilingi 8. Yaani hiyo pembeni tu tofauti. Afu nakumbuka ile buku. Nigele buku. Naomba nila nauli. Hata hivyo nenda baka alafu niko na wenzangu. Tuko wengi hatari. Ndio mimi nakusikia. Dada. Ile chenchi utamrudishia wewe. Sikashachukua bia moja. Ilo baki utamgea. Sawa. Shikamoo mama. Marhaba. Karibu. Samani. Nilikuwa na maongezi na wewe. Lipi? Najua ulinikataza kufika hapa nyumbani kwako. Lakini nimeshindwa kuvumilia vishindo vya maumivu ndani ya moyo wangu. Nimeshindwa kuyatesa macho yangu bila kuiona sura ya Mina. Lakini pia nimeshindwa kukaa pasipokuwa na furaha ndani ya moyo wangu, kuendelea kuacha moyo wangu unateseka pia bila kuiona sura ya Mina. Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli. Brownie. Mimi naona kai. Kwa tushafika hapa. Tushafika hapa. Ni hapa. Ndio. Ndio sisi unaniambia shoga yangu. Tumehangaika kote vizuri ni hapa.
Sio unipo umechelewa. Ndio umechelewa shoga yangu. Kwa kipi sasa? Kwa ofisi gani? Fundi viatu? Mshona kacha? Au ni hivi? Ndio kazi yake hiyo. Kwa maisha yako utaendelea kwa kazi kama hii? Wewe ulivyo unaendelea na kazi kama hii? Umeambiwa cha masati na huyu mtu bwana. Nikuombe kitu mama. Kiukweli mimi na Mina tunapendana. Kwa hiyo jaribu kutupa nafasi. Mimi kwa wako. Huo ndio ustaarabu au utamaduni wa Kiafrika? Nashindwa kujizuia, mimi nampenda. Sikuhitaji kwenye familia yangu. Najitahidi lakini mama nashindwa kwa sababu ndio mwanamke ambaye mimi nampenda. Ndio mwanamke ambaye wa ndoto zangu. Imagine kwamba vaa kiatu changu, wewe ndio ungekuwa mimi. Ungeweza kuvumilia maumivu. Sikiliza mama, nikwambie kitu. Unataka kuniambia nini? Mapenzi ni hisia mama. Mapenzi mfano wa majani popote pale naota. Haufanani hata kidogo, yani hata. Nitawaambia nini ndugu zangu, nitawaambia nini shangazi zake? Wewe kijana una matatizo? Tantia aibu kwenye familia. Kwanza unafanya kazi gani? Natengeneza viatu vya Kimasai. Viatu vya Kimasai? Wewe kwa muonekano wako ulivyo, aisee na shapu ungependeza hatari. Awe shapi, awe nani, simpo naangalia pesa. Na kingine usikijua. Ni huyu ndo nayemuonga. Na unaonga tena. Mimi mambo sina. Na sitofikia katika maisha yangu nitakuja kuonga. Yaani sina, kama unaonga wewe, onga wewe. Siwezi, siwezi sema sawa kumuonga mtu. Au baadaye unanichekesha. Unajua unamshobokea maana mtu wake? Mimi sijali. Hata awe na madeni 100. Mimi kwa kweli sidhani kitu kwake. Yaani amkitu chochote. Makubwa. Wewe unaendekeza hisia polipo. Kwa mlio nao unaendekeza hisia. Una mambo yako kibao kufanya. Una changamoto kibao. Sasa tupeleka wapi? Tuangalie salio mama, tuangalie pesa. Hisia tuachie wenyewe huko nje wanajilizaliza. Sema kusio sijakuomba ushauri. Sisi tunaelewana. Sasa ndugu yangu endekeza hisia. Uendelee kuchunda. Endekeza tu hisia. Bwana, shangazi. Ndio mama, lakini pia ni mchoraji. Unachora nini? Picha tofauti tofauti. Hapana. Hatukuhitaji kwenye familia. Sikuhitaji. Hauwezi kumuoa mwanangu kabisa. Huwezi kuwa na mtoto wangu. Huwezi abadan, huwezi. Kuna siku tatambua. Dhahabu haina joto la moyoni. Usidhulumu nafsi yangu na nafsi ya mwanao Mina. Mimi na Mina tunapendana mama. Jaribu kutupa nafasi tuishi angalau kwa amani. Hayo maneno ambayo unazungumza mama yangu yananiumiza, yananifanya nione kwamba sina thamani ya kupendwa katika dunia kwa sababu ya umaskini wangu. Lakini pia tambua, mapenzi sio fedha. Mapenzi ni hisia mama. Mwanao ana haki ya kumpenda mtu yeyote yule. Mpe nafasi, apende, achague chaguo lake lililokuwa sahihi. Nimeshakwambia usifanane naye tafadhali kijana. Natoka, naingia ndani. Nitakapotoka nisikukute. Nikikukuta kitakachokutokea hautasahau katika maisha yako. Kuna siku tatambua. Dhahabu haina joto la moyoni. Penzi la kulazimishwa ni gereza lisilo na furaha. Na mapenzi si mali, hata
kama sina dhahabu, na kupenda kwa roho, sio kwa pochi wala cheo. Hapana. Siwezi kuendelea kuteseka kama hivi. Siwezi. Mimi nampenda na yeye ananipenda na siwezi kumwacha. Tunapendana. Mapenzi ni hisia. Wawili wakipendana adui ana nafasi. Labda nikwambie kitu kingine mama. Kutuachanisha mimi na Mina. Sahau. Na wewe unataka niweke wazi. Leo naongea hadharani kabisa. Majirani wote wajue. Majirani wote wasikie. Jamani majirani! Majirani! Mama yake Mina hataki mimi na mwanawe. Hataki mahusiano yetu. Ila mimi nampenda na tena kumpenda. Mapenzi sio magari wala nyumba. Kitu ambacho wewe hujui, una thamani kubwa sana kwenye maisha yangu, na ndio maana nadiriki kukufuata kila leo. Nahitaji uwepo wako. Umi, nakupenda kweli, nina mapenzi ya dhati na wewe. Hivyo basi, naomba unielewe kitu ambacho mimi nakwambia. Najua kuwa unajua kuwa mapenzi ni hisia, na mimi hisia zangu zipo kwako. Hem, diriki kunielewa hata kwa sekunde basi. Hasa wewe unaniambia mimi niache hii kazi, na wewe kuhusu hiyo kazi unayofanya? Umi, bosi, huyu ndio yule kijana ambaye nilikwambia ana kipaji cha muziki. Kwa hiyo nimeamua kumleta kwako kwa sababu ana kipaji kizuri tu, na pia naona mtu mwenye heshima na mwenye unyenyekevu. Kwa hiyo kwa kutoka na wewe ndio kila kitu, nimeamua kumleta kwako ili umpe supporta na yeye atimize ndoto zake. Sawa. Karibu kijana. Asante bro. Umesema anaitwa nani? Naitwa Shaboy au wanapenda kuniita jina lingine Brandi. Unaimba kweli muziki au? Muziki upo brother, naimba pia naandika nyimbo. Endapo wewe utanikubalia kitu ambacho nimekwambia, mbona mimi vya kwangu rahisi? Labda nikwambie kitu ambacho nakijua. Kuna mchongo huwa naufuatilia kwenye kazi yangu. Kuna mtego mkubwa ambao nimeutegesha. Ukifyatuka tu, nimebadilisha maisha yangu, nimeachana na hii kazi ambayo unaiona. Umi, background ya maisha yako yote mimi naijua. Nimeshakuandalia kila kitu. Naomba unielewe. Nahitaji uwe mwanamke wa ndoto zangu. Mtego wangu ukifyatuka, mimi natimiza ndoto zangu zote. Na nahitaji kutimiza ndoto zangu na mwanamke ambaye nampenda kwenye moyo wangu. Ndio maana nadiriki kuongea na wewe. Nadiriki kukufuata. Nadiriki kuzungumza na wewe. Nadiriki kukuambia siri zangu zote. Hii yote kwa sababu nakupenda. Naomba unielewe. Kuna kitu cha kurekodi, mtashauriana, mtarekodi. Baada ya hapo tukishaanza kuyaona mafanikio, mimi na wewe tutazungumza kitu gani tufanye ili kila mtu atimize lengo ambalo analihitaji. Sasa kamanda hapo, huyu bwana kashafika. Wewe tu muoneshe njia za kupita, mkutanishe na wale bwana mkubwa, alafu baadaye safari itapoanza tutajua tunafanya nini baada. Sawa. Nitalizingatia hilo pia. Shaboy. Naam.
Nisikize kitu kimoja. Hizo porojo zako hapo unazoziongea, wewe sio mwanaume wa kwanza aliyekuja kuniambia. Kwa hiyo hayo yote unayoongea sio mageni kwangu. Mimi na wewe kwa kwenye mahusiano. Sahau. Nikwambie tu kweli. Usikudanganye. Sahau. Kwa kama una hela, tuko kwenye mapenzi vizuri, tutafanya yetu. Tukimaliza unipela hapo, unaenda njia yako, naenda njia yangu. Hapana Umi. Mimi sipo kwa ajili ya kutimiza hisia. Mimi nina malengo na wewe. Nahitaji uwe mke wangu wa ndoa. Na ndio siri ya mimi kukufuata wewe. Unataka niongee kila mtu ajue kwa mimi naongea kitu gani? Si ndio? Hebu acha hizo bwana. Shida nini? Kama pesa mimi nakwambia mchongo ukifyatuka tunatengeneza maisha mengine. Tunabadilisha hizi biashara ambazo nafanya. Hebu naomba nielewe. Hisia zangu zipo kwako. Sina mwingine zaidi yako. Mbona unataka kunitia aibu mama? Nisikilize baba. Mimi sihitaji kuwa na mahusiano na wewe. Tafuta mwanamke wengine wa kujenga kwenye mahusiano yako. Mimi sitaki. Hutaki kuwa na mahusiano na mimi. Heshimu kila kitu ambacho ni cha mtu. Na pia bosi wangu hana shida. Na ni mtu wa kusapoti sana. Kwa hiyo kama nilivyokuambia na kama yeye alivyosema kwamba discipline, heshimu, zingatia unachokifanya. Usije ukatamani cha mtu utakuja kujuta maisha yako na ndoto zako zitaishia hapo. Jiandae kwa ajili ya kesho. Kuna siku tatambua dhahabu haina joto la moyoni. Mapenzi la kulazimishwa ni gereza lisilo na furaha. Na mapenzi si mali, hata kama sina dhahabu. Na kupenda kwa roho, sio kwa pochi wala cheo. Lakini mapenzi sio magari wala nyumba. Ni pumzi ya moyo, ni uaminifu wa roho. Vipi? Fresh. Kwa nini kaka ni makali kama vile? Ananichanganya kuja hapa hisia zako peke huko. Hebu shoga yangu. Wewe matatizo gani? Wewe tena wako pendi pesa Right ile bahati nikifuata mimi. Ninavyoelewa pesa. Wasingezibaisha. Sasa nikomba kaba 100. Alikuwa kupele na alipata mfunaji. Right mkaka ananilia mimi vile. Kwa kunibeza kwa maneno yote yale. Mimi nakuna shida za pesa hizi sasa hivi. Maisha kwa magumu. Wala hata singezubaya. Ndio mazingira zubaya. Yaani ningeongelea dakika 2 maneno mazuri alionoga. Mweta mfukoni ingeingia ngelipa changu. Wajimaliza maliza. Ana unanichosha tugawe yake. Mimi sitaki. Mimi na yeye tunapogombana kitu hichi kimoja, hizo hisia zake. Lakini hapa akija na pesa tunaelewana, tunamalizana ni sana kubata hisia shoga yangu. Mimi mwanamume kidogo kuja nakupenda kweli. Mwanzo kwa tena ngana kupenda kwamba hiyo tulilio jamani. Wewe kwa una shida gani? Bija namza kubahati ningepata yeye Mungu jamani. Nipe bahati ya mtu anipende japo kidogo. Alilini tukaanza nipige magoti mbembeleza sema kupenda tu nini. Ningo shali relax hivi. Buju tuakiki. Wewe unazibaziba tu hapo. Kama unatibua kani ni ujui tu mzee. wewe. Na hizi hisia mwaka huu jamani itatutoa roho. Wala mimi hisia sina mwenzi. Ndani hapo sipeka kwa mwanamke mwingine. Hela tena. Hela. Kijana yeye tunaelewana. Ila hizo hisia zake akapeke kwa na wake wengine. Wanakujia na pesa wanakuteka. Mimi nakusi usiniache peke. Niambie. Shwari, mambo vipi mama? Popo. Angalia kule shida nini? Tulia. Shatulia mzio na haraka. Kitu kama umezingua. Siku ile pale nilipotoka tu pale. Umeona ile simu kwanza ilinishtua. Sawa? Alafu nilipokuwa nimeenda kule sasa ni mambo yenyewe kwanza kukaa sawa.
Kwa hiyo nikashindwa kurudi. Nipangilie. Mbona umeniahidi afu tenga zikawa nyingi? Mwanao anashindwa kujua thamani yangu kwake. Nampenda kweli. Na nia mzuri na yeye. Sipo kwa ajili ya kumchezea. No. Na nilishamwaahidi kwa tukiwa pamoja hata biashara ile anayofanya mimi nambadilishia. Maana ni biashara ambayo afanani nayo. Nilimwambia kwa kirefu kabisa. Wanakupenda na nahitaji kukuoa. Nahitaji uwe mke wangu. Lakini anashindwa kunielewa. Ananijibu maneno kiasi kwamba hata sijui nikuelezeje mama. Nimeamua leo kuja kuzungumza na wewe kwa sababu namhitaji mwanao. Na kuomba tu mzazi wangu nisaidie kuzungumza na mwanao ili anielewe. Nimekuelewa baba. Kwa sasa mimi sina nguvu ya kukubembelezea, lakini ninachokuomba fuata sheria zote. Kaambie wazazi wako na mimi niwaambie wajomba zake. Sasa hapo mimi ndio nitapata nguvu ya kumwambia. Mimi nikuchane nikwambie kweli. Umeona pale kwako pale? Ni pale sijapa maiti. Yaani kwa kweli sijapafagilia. Kama vipi tafuta loji kali mzuri afu nipigie simu cheki. Afu je kuona balaa langu. Subiri Ndio vipi? Wewe ingia ndani kwenu au? Sijaenda, naogopa kwenda. Nimesikia mama amemuda. Huyo mama wako wewe anayekutafuta ameingia kwa mwenyekiti, afu mwenyekiti kanipigia mikolo kaniambia ile imeonekana wewe upo huku. Unaelewa hiyo? Na maana yake mtaji wenyewe shaanza kujua kama wewe upo ndani, umesikia? Hamna hata mtu anayejua. Wewe babu, hamna mtu anayejua unabisha nini? Sikia, usiniletee nzio usi, nataka ujichenge hapo, umesikia? Hata siondoki. Wewe jichenge? Siondoki. Kwanza unaogopa nini kwenda kwenu? Mimi naogopa nyumbani kwenda kupigwa. Wewe ulikuwa unakuja huko ndani ulikuwa uogopi Wewe ulikuwa uogopi. Tukakata uzi afu fresh tu afu Sikia sasa mimi nataka ujichenge hapo usinitenge ndembo. Wewe. Jichenge babu, unataka nini? Siendi kokote. Eti siendi kokote. Wewe babu nitakukinda hapa sasa hivi nishuti uondoke hapa. Umesikia? Jichenge babu huyo. Jichenge nitakukinda. Yao ni sungura tu. Mimi na langu. Jichenge ushaona laza au? Si atufagilia. Nimekuita hapa na jambo moja tu. Jambo gani? Unajua Sha, tangia siku ya kwanza nilipokuona nilivutiwa sana na wewe. Ni kijana mmoja handsome sana. Yaani hauniishi kwenye akili yangu, kila muda nakukumbuka. Kila wakati nakufikiria. Yaani kiufupi nimekupenda. Yananitesa moyoni. Niko nikitunza siri baina yetu mimi na wewe. Sasa tukuficha siri, mwisho wa picha kuja kumwambia rafiki yangu akana na mimi mbea. Wale za bali sizitaki. Mpaka nadiriki kukutumia hii pesa. Inaonekana fika kuwa nahitaji kuutunza hii siri. Na laiti ningekuwa sitaki kutunza siri, ningetumia tu nguvu. Wala usingenishinda wewe. Haya, eka baba kutajia. Subiri. Kuna msawa shilingi ngapi? Nakutumia 50. Ya kutoleaje? Sawa. Takutumia 55. Sawa. Madam, unakifikiria unachoongea kweli? Mimi nakuheshimu sana madam. Na sikuwaza hata siku moja utakuja kuniambia maneno kama haya. Madam, au unanipima imani? Blaza anione sina nidhamu? Au lengo lako nini? Umeiona? Okay. Aya, niambie sasa. Kwa kweli kusimuzangu. Yule sio kama hakutaki babangu. Anakutaka na anakupenda. Hiyo ndio kuna kijamaa tu ambacho kinachomzuzua. Na kinamsumbua iko. Sasa mbaya zaidi.
Bwana bwana angekuwa na pesa. Ana chochote. Hiyo 50 unitumia wewe sasa hivi. Yeye anaweza nitafuta kwa wiki nzima. Hao tangu tunaweza kufika utafuta 50. Unaweza kuniambia anaitwa nani? Huo ni umbea mwingine. Mimi kwanza jina lake hata silijui. Naijua kwa sura tu basi. Sawa. Unaweza kanaelekeza yupoje? Kukuelekeza tu ya nini hayo? Picha yake ninayo. Huyu hapa. Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli. Ukaniona dhaifu, maskini wa mjini, ukamini furaha inapatikana kwa mali. Lakini mapenzi sio magari wala nyumba, ni pumzi ya moyo, ni uaminifu wa roho. Hisi ya mapenzi si mali, hata kama sina mali. My feeling, zipo juu ya